Jambo na nikukaribishe tena katika mwendelezo wa Hope Spirits of Life. Licha ya kwamba unapitia nyakati ngumu katika maisha yako, lakini kuna nguvu za ziada ambazo huwa mara nyingi zinakusaidia katika mwili wako. Kama kweli unapumua katika hii dunia, ni lazima upitie hali ngumu ambazo zitakufanya uishiwe na nguvu kwa kufanya mambo yako. Kuna muda utakata tamaa ya kusoma, utaishiwa nguvu ya kufanya kazi. Utaona ni heri ujiue kuliko kuendelea kuishi na matatizo. Lakini kumbuka, nyakati ngumu hazidumu. Siku zote huwa zinakuja na kutoweka. Kwani ndio kwanza leo unapitia matatizo unapitia? Jawabu ni kuwa sio kwanza leo, bali matatizo huja na hatimaye huondoka wenyewe. Sasa katika kipindi hichi kigumu, kuna nguvu ambazo hukusaidia kukuweka mbali na matatizo yako. Wengi hawazijui, ila wacha sisi tukazione na tukazifanyie kazi. Nguvu ya kwanza, nyakati hizi Mwenyezi Mungu anakuwepo karibu na wewe. Wapo baadhi ya watu wanapokuwa na shida hupoteza imani zao, kwani wanaamini kama Mungu yupo, kwa nini watu wanapitia matatizo? Kumbuka, Mungu yupo pamoja na wewe kwa kila jambo litakalokufika. Na akikupa mitihani, huwa anaangalia, je, imani zetu zipo kwake au vipi? Mwisho akiona chozi la shida zetu au shida yako limemuelekea yeye, hakika hutodumu kwenye shida hiyo. Nguvu ya pili, nguvu ya kuomba ushauri. Unajua katika changamoto unazopitia huwa unashindwa kutafuta suluhisho. Hii inakuja kwa kukosa fikra kwenye akili yako wakati ule. Mfano, utakuta umeachishwa kazi, utakaa na kujuta, kwa nini nimefukuzwa kazini kwangu? Nitapata wapi kazi nyingine? Sasa katika nyakati hizi ni vizuri ukaomba ushauri ili upate utatuzi wa matatizo yako. Huenda kabla hujafanya kazi sehemu ambayo ulifukuzwa, kumbe uliwahi kufanya sehemu nyingine kabla hapo. Isitoshe, pia una CV nzuri zitakazokufanya upate ofisi nyingine. Lakini hili hutolijua hadi upewe ushauri na watu ili wakuonyeshe mwanga na njia iliyo wazi kabisa. Nguvu ya tatu, acha kulalamikia watu. Acha kuwaonyeshea watu vidole unapofikwa na matatizo, ukasema wao ndio chanzo kwa yanayokufika. Ukiwa na tabia hii, kila mmoja atakaa mbali na wewe na utaanza kukaribisha shida ziwe karibu nawe. Kwani watu wote unaowategemea watakuachilia kwa tabia hiyo, lakini unaweza kuwarudisha pindi tu pakitokea tatizo. Sema, mimi ndio chanzo wala si fulani. Hii ni nguvu ambayo itakutoa hapo ulipo na uanze kuwaza, njia gani nifanye ili matatizo haya yasirudie tena. Hizi ndio nguvu pekee za wewe kukusaidia wakati huu mgumu. Zifanyie kazi, zitakusaidia. Unaweza kunitumia ujumbe mfupi wa maandishi hapo, tuone vipi tunasaidiana. Lakini pia nikutakie mfungo mwema mwezi mtukufu. Focus today, won't wait tomorrow. Asante.